Hello, mambo vipi mdau wangu wa ujenzi? Naitwa Dr. Austin, engineer wa ramani na ujenzi, na kama kawaida yangu leo nimekuletea ramani ya vyumba vinne. Cha kwanza kabisa nilikopa na kuomba usije ukakatisha video hii hapa, kwa sababu ndani ya video hii hapa ninakwenda kukuchambulia ramani hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Yaani nikiwa na maana nakwenda kukuchambulia kuanzia msingi mpaka kupaua na gharama zake kwa ujumla. Kwa hiyo nilikopa na kuomba usikatishe video hii hapa, uisikilize mwanzo mpaka mwisho. Naitwa Dr. Austin, engineer wa ramani na ujenzi. Ombi kwanza kabisa, kama una uwezo wa kupata peni na karatasi kwa hapo ulipo, na kuomba utafute, uandae, kwa sababu tunakwenda kuchambua kimoja baada ya kingine. Twende moja kwa moja kwenye point pasipo kupoteza muda. Hii ramani unavyoiona hapa ni ramani ya vyumba vinne. Ndani ya ramani hapa bwana, kuna vitu vifuatavyo. Kuna jiko, kuna store, kuna dining na kuna choo cha public. Lakini umo kabla tujaruka ndani ya hivyo vyumba vinne, hivyo vyumba vitatu ni master, lakini hicho kimoja ni single bedroom. Kwa ndani ya vyumba vitatu kuna huduma zote, lakini hicho kimoja unaweza kusema ni labda ni cha wageni, kwa sababu mara nyingi nyumba ambazo zikishakopo na vyumba vinne huwa havitumiki vyote, vingine vinakuwa ni vya dharura. Kwa ndani ya nyumba hii hapa, kama nilivyotangulia kuongea mara ya kwanza, kuna vyumba vinne, vyumba vitatu ni master bedroom, lakini kimoja ni single bedroom. Naomba niende kwenye material moja kwa moja pasipo kupoteza muda. Bwana, material ambayo yametumika kwenye ramani hapa mpaka kufika hapo ilipo. Kwanza kabisa ramani hapa, tofali zake jumla kuanzia msingi mpaka kukamilisha boma. Ramani hapa imetumia tofali zilizopungua tofali 450, ambapo kila tofali moja ni shilingi 1000, japokuwa huwa inategemea na mazingira ya unaponunulia, kwa sababu hivi vitu bwana gharama zake kuna sehemu zinakuwa kubwa kidogo, kuna sehemu zinakuwa ndogo kidogo. Kwa quotation ambayo mimi naitolea hapa ni kutokana na mazingira ambayo nimeshayazoea na site ambazo nimeshafika. Kwa hiyo kama kutakopo na tofauti kidogo ya gharama, sidhani kama itazidi 200 kwa upande wa tofali. Ni shilingi 200, 100, 300, lakini mara nyingi gharama ya tofali ni shilingi 1000. Na nyumba hii hapa inahitaji tofali zilizopungua tofali 450. Kama tulivyoongea, tofali moja ni shilingi 1000. Kwa hiyo ukipiga mahesabu 450 mara 1000 utapata 4,450,000. Pia nyumba hii hapa inahitaji uwe na simenti zilizopungua mifuko 110. Kila mfuko mmoja inafahamika gharama yake ni shilingi 17,500. Kwa hiyo ukipiga hesabu 110 mara 17,500 utapata shilingi 1,925,000. Tunaenda kwenye nondo. Ili uweze kukamilisha ujenzi hapa inatakiwa uwe na nondo zilizopungua nondo 95, na kila nondo moja inafahamika gharama yake ni shilingi 23,000. Kwa hiyo ukipiga hesabu 23,000 mara 95 utapata shilingi 1,800,000 utapata shilingi 1,185,080. Pia inatakiwa uwe na mchanga zilizopungua kenta 6. Tukiwa na mchanga usiopungua kenta 6. Kwa gharama ya mchanga pia inategemea na maeneo, lakini kwa mimi nilivyozoea na kutokana na uzoefu wangu wa kufika baadhi ya site inatakiwa kwa kila kenta moja watu tunanunua shilingi 80,000. Kwa hiyo ukipiga mahesabu 80,000 mara 6 utapata 480,000. Twende moja kwa moja kwenye kokoto. Inatakiwa na kokoto kenta zilizopungua kenta 4. Ukipiga hesabu kenta moja ni 180,000. 180,000 mara 4 utapata 720,000. Twende kwenye ringi. Unatakiwa uwe na ringi zilizopungua ringi 450, lakini kila ringi moja ni shilingi 600. Kwa ukipiga mahesabu 600 mara 450 utapata shilingi 270,000. Inatakiwa na balding wire. Balding wire ni shilingi 200,000. Na twende moja kwa moja kwenye mbao za kuweza kukamilisha ujenzi. Na hapa ninavyosema mbao namaanisha mbao za kukodi, kwa sababu hatuwezi tukasema tutanunua mbao ili tukamilishie ujenzi. Kwa hiyo tukienda kwenye mbao moja ya kukodi ni shilingi 2,000. Inatakiwa tuwe na mbao 70, ambapo ukipiga hesabu mbao moja ni shilingi 2,000 mara 70
utapata jibu hapo kama sikosei ni 140,000. Kwa maana hiyo ukichukua 140,000 ukajumlisha na hizo gharama zote ambazo tulikopo tumekaa tunazipigia hesabu, kama ulikopo na peni na karatasi, utapata nje ya ufundi utapata shilingi milioni 9,970,000. Kwa hiyo hizo hapo ndo gharama jumla toto, yani gharama za material, ambapo hapo ni nje ya ufundi. Ila kwenye ufundi bwana, mara nyingi huwa mnakubaliana, ila baina yako wewe na fundi, yani wewe mteja unayetaka kujengewa na fundi, kwa sababu kila fundi ana gharama zake. Lakini ukija kwa upande wetu sisi hapa, au kwa gharama ambazo zinafahamika kwa ukubwa wa project hii hapa, ni shilingi milioni 2,500,000, yani kuanzia msingi mpaka kupaua. Bwana, mimi naitwa Dr. House, na kama utahitaji ushauri wowote juu ya ujenzi, utahitaji kujua chochote au utakuwa hujaelewa sehemu, basi unaweza ukapigia simu kwenye namba hizo unazoziona kwenye screen yako. Asante sana na karibuni.